The African Princess Nandy amefunguka kuvunja mkataba na msanii wake Yammy aliyemsaini kwenye lebo yake ya African Princess mwaka 2023. Ukipita kwenye ukurasa zake za Instagram utaona ameposti posta ambaye na maelekezo yote, ila kiufupi kwa sasa mrembo Yasmin Yasin Shaban aka Yammy hayupo tena mikononi mwa Nandy, ila hajatoka kwa ugomvi, ametoka kwa amani na upendo kama alivyotoka Mbosso Khan. Amefunguka kuwa Yammy amepata mwekezaji mwingine ambaye watamfanyia mafanikio makubwa zaidi ya kimataifa, huku Nandy akifunguka kuwa hana pingamizi na hana tatizo naye. Basi hata hivyo Nandy hakuishia hapo, ameeleza kuwa kuna nafasi mpya, atatafuta wasanii wengine ambao ataamua kuwasaidia chini ya lebo yake ya The African Princess. Tukienda upande wa pili, Ibra ameombwa kitita cha bilioni 1 kutoka kwenye lebo yake ya Konde Gang. Hatari mno, lakini Chinga ameamua kuomba msaada kwa mashabiki zake, kwa maana anadai kuwa toka anze mziki hajawahi kufikisha hiyo hela. Kwa mashabiki wa Ibra, nendeni mkamchangie kwenye lipa namba yake ambaye ameshare kwenye ukurasa wake wa Instagram. Je, unahisi ni kwa nini wasanii wanaondoka kwenye rekodi lebo zao? Na je, ni sahihi kumchaji Ibra bilioni 1? Naomba tujulishe kwenye comments hapo chini. Majina yangu ni Homie Freeze kutoka Freeze TV. See you next time. Saidia familia zetu, lakini pia kutetea career zetu tukiwa kama vijana wa Kitanzania. Kuna vitu vimetokea na distribution ambayo inasimamia kazi zangu imezuia mapato kwa miezi 8. Kwa miezi 8 almost siwezi kuinvest tena kwenye kazi yangu. Sio kama siwezi kurekodi, yes, mimi na rekodi kila siku, na ndio maana nawapostia watu kuona kwamba bwana, mimi nafanya kazi ila hazitoki kwa sababu kuna hicho ambacho tumekiwasilisha, right? Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kimefika kwa walezi wetu BASATA. Nadhani itakuwa ni vizuri zaidi kama kikifanyika kwa haraka, ili ndoto ya kijana mimi isije ikafifia na isije ikapotea ikaishia kwamba msanii ambaye ni wa Kitanzania, kijana ambaye alikuwa anapambania career yake imepotea kwa sababu ya kuwa tofauti na kampuni fulani. So